na nitakufuta hiyo kazi. Haya, tuendelee na neno la Mungu. Matthew 13 verse 36. Hiyo 13 to 36. 13:36. Matthew 13 verse 36 inasema hivi: kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu kondeni. Tunaelewana vizuri? Kamwambia nini? Tufafanulie mfano wa magugu kondeni. Verse 37 nasema hivi: akajibu akasema, asipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu, lile konde ni ulimwengu. Ndio maana nimekuambia hii haikuwa shamba, huu ni mfano. Bwana Yesu asifiwe. Huu ulikuwa nini? Si shamba, huu ni mfano. Umenielewa vizuri? Haya, akajibu akasema, asipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Mwana wa Yesu ndio alikuwa anajiita mwana wa Adamu. That inasema lile konde ni ulimwengu na zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zile mbegu njema ni wana wa Mungu, yale magugu ni watu wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Sikizeni niwaambie kitu kimoja. Niangalieni hapa niwaambie kitu kimoja. Neno la Mungu limesema hivi: asipandaye mbegu njema ni Yesu. Sawa? Alafu zile mbegu njema nazo ni wana wa Mungu, yale magugu ni wana wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wawili, hizi vitu mbili, mbegu njema na mbegu mbaya, haziachanangi. Wakati ule zilipandwa, ile ngano inataka imee, inataka iendelee, inataka inenepe. Yale magugu pia yanataka yamee, yanenepe na yakuwe sawa. Na ndio maana ilimea katikati ya ngano, ili ukiweka ngano fertilizer, nayo magugu ya kule ile fertilizer. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mnanielewa vizuri. Wanaishi kupingana. Mbegu njema na mbegu mbaya zinaishi kupingana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe vile unataka kukaa, vile unataka kufanya, sio vile Mungu, sio vile adui anataka. Bwana Yesu asifiwe. Vile Mungu anataka kukupanga, vile Mungu anataka uishi, shetani ama yule adui, yule anapanda magugu katika mipango yako ndio ikwame. Bwana Yesu asifiwe. Unapanga, unasema huu mwaka hautaisha nikiwa vile nilivyo, huu mwaka hautaisha nikihangaika, huu mwaka nitabarikiwa, huu mwaka nitaishi vizuri. Yule naye anapanda magugu kwa hiyo mwaka, anasema hii mwaka hautabarikiwa, hii mwaka hautapokea, hii mwaka hautapata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Wanapingana. Ukisema nitainuliwa, anasema hutainuliwa. Mama Neema akisema anaendelea vizuri, anasema Mama Neema haendelei vizuri.
Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku last month I think, kuna siku tulikaongea na bibi yangu nikamwambia tunanunua shamba. Nikamwambia kuna pesa nataka tutanunua shamba. Ni vile mambo ikaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Na nikapiga simu nikaulizia, huko shamba zinauzwa pesa ngapi? Nikaelezewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ule tulienda kulala, bibi yangu akaota mtu fulani akimwambia hamutanunua. Bwana Yesu asifiwe. Akaota akimwambia nini? Hamutanunua. Nikamwambia hiyo shamba nataka tumjenge. Bwana Yesu asifiwe. Akaota tena mtu akimwambia mbona hamtaki kujenga ile shamba mulipewa na baba yenu mununue, unataka kununua yenu mjenge, endeni mkanjenge ile mulipewa. Lakini ni ukweli mahali tulipewa hakuna. Anataka tujenge mahali hakuna, mahali kwa shinda, mahali kwa vita. Iko, lakini ni kwa vita. Ni mahali kwa shinda ndio tuishi kwa shinda. Tuliondokea. Bwana Yesu asifiwe. Na hatuitaki. Lakini angalia, ndui anataka tujenge huko ndio tuishi kwa shinda, ndio tuishi kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hataki uishi maisha mzuri, hataki uishi vizuri, hataki ukae poa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie, kuna mama moja alitupita mahali. Mama amevaa vizuri, mama amenenepa, mama anatembea na heshima zake vizuri. Kuna wasichana walikuwa hapo, wakaambiana, angalia huyu anaringa hapa. Huyu unaona venye ameringa, unataka tumharibie ndoa? Tumharibie. Akamwambia hata niko na namba hiyo bwana yake. Akamwambia akia Mungu nipe hiyo namba saa hii nimtokoze. Nipe hiyo namba saa hii. Huyu hata tulata pita hapa akituringia tena. Hiyo mavazi ananuliwa, nguo za maana hata nuliwa tena. Hebu nipe hiyo namba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipatie hiyo namba. Sasa niliwaacha wakipeana nini? Namba. Kwa sababu yule mama anavaa vizuri, anavaa vizuri, ako na heshima zake, yeye anapita ana shughuli, na wao wamentianika kiwa uchi. Bwana Yesu asifiwe. Wao wamentianika hapo. Huyu mama yeye anaenda kwa duka kununua sapa, arudi kupikia watoto wake. Hiyo ni shinda, hiyo inawauma mwanadamu mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu yeye amevaa vizuri, anapita, anatembea, anaenda supermarket, anachukulia watoto juice, anachukulia watoto smoky, anakuja anatengenezea, wanakaza, anasema watoto wake hawatakula hiyo smoky tena. Hawa watoto wake hawatanunulia hiyo juice tena, nafunga hiyo njia, na anatoa pesa ndio akufungie. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ashapanda mbegu mbaya ndani yake kitambo. Sasa kazi yake ni kuharibu. Na ndio maana unaona hii magugu ilipandwa katikati ya ngano ili iharibu ngano isimee, ili iharibu ngano isivunwe. Hivyo ndivyo shetani anafanyanga. Anapanda magugu ndani yako ili usiendelee, ili usiinuke, ili usisonge, ili usiende mbele, urudi tu nyuma. Na ndio maana unaona wanadamu wengi wanaishi kuzunguka tu hivi tu. Unatarajia kesho nakaa maisha mzuri, kesho naishi vizuri, kesho nakaa nyumba mzuri, lakini bado hainasindikana. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niambie kitu kimoja. Niliposoma wanadamu
hata wachungaji wenzangu si marafiki zangu, kwa sababu shetani ashapanga magugu hata wao ndani yao kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Amen. Hawezi move kwa sababu kunaye anakufuatilia, akikuharibia, anakufuatilia akikuharibia, akiona analala kuchunguza vile unakaanga, vile unaendelea, vile unaishi. Anaishingi kuchunguza maisha yako. Skola anaishi aje? Kwa nini Skola amevaa vizuri, ameoga vizuri, hako salama, na ni kibarua anaenda? Bwana Yesu asifiwe. Amevaa vizuri aje akienda kibarua ya kufua? Kwa nini anavaa vizuri hivyo akienda kibarua ya kufua? Kwa nini? Hiyo inamuuma, hiyo inawauma, hiyo inawasumbua na wanamtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Wanaanza kumtafuta, wanaanza kumtafuta na maneno, wanaanza kumfungia ndiye aparare, asikae sawa, aparare, asipate hata mafuta ya kupaka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana niliwaambia wakati ule unaomba, wacha kulia. Kazi yenu ni kukumbuka shinda, munalia, unakumbuka shinda, unalia, unakumbuka Mungu Baba, kwa nini nateseka? Kwa nini ninahangaika? Kemea huyo amepanda hiyo mbegu. Ashindwe. Unaenda kale, Mungu Baba, kwa nini mimi nateseka? Unauliza Mungu, na kuna yule alipanda hiyo mbegu katika hiyo maisha yako. Hutaki kumung'oa, hutaki kuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie, mimi sipembe Mungu. Maandiko inasema ombea ndugu yako aishi. Mimi namwombeanga akufe, niishi vizuri, kwa sababu hata kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Unapokuwa unaomba, mimi kila wakati nikiomba na inuanga mkono nasema, yule anaweza kuwa amesimama kinyume na maisha yangu ashindwe na achomeke kwa jina la Yesu, na akufe na aishe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ukiingia kwa maombi, Bwana Baba, nimelala njaa. Mungu, kwa nini nalala njaa? Kwa nini? Kuna mwenye amepanda hiyo mbegu, amesema ulale njaa, muondoe in the name of Jesus. Hizi mbegu zimepandwa kwa maisha yenu na hamtaki kuondoa. Mbegu za madharau ondoa, mbegu za wivu ondoa, mbegu za fitina ondoa, mbegu za siasa mshene kuongeleleana ondoa. Ukianza kuondoa mbegu, anza na hiyo, kwa sababu hiyo imekulaani. Piga Yesu makofi mazuri. Na ndio maana nilikuambia laana ya Mungu ni mbaya kuliko ya ndui, ni mbaya kuliko ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Andui anaangalia, anaona Mama Neema anaishi vizuri hapo kwake. Kuna mtu anakaa main house, 3 bedroom, hakona parking, hakona kila kitu, lakini haishi vizuri, anaishi na mashinda. Sasa kazi yake ni maswali. Mama Neema anaishi kwa single room, anakaa vizuri, anakaa maisha poa, amenona vizuri, anavaa vizuri, watoto wake wamenenepa, mimi nakaa kwa nini? Unauliza sababu. Hiyo ndio maswali ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kilio ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tulikuwa mlimani tukiomba. Sasa wakati ule tunaomba, kuna mama ako hapa, ako kando. Mama ameomba, amelia, amechoka, amesweti, ametoa sweta. Ni usiku saa 9 ya usiku.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisikiza ile maombi anaomba haiwezi msaidia na amechoka. Kuna maombi unaweza kuwa unaomba na haiwezi kukusaidia hata kidogo. Sana hii Nairobi vituko ni mingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe yule mama amekuja kulaani watu. Wale wametoka kwa kanisa yake. Ni mchungaji. So amekuja kulaani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile maombi anaomba haiwezi. Unajua kuna laana zingine zinakurudia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna laana zingine zinakurudia. Zidio. Kuna laana zingine zinakurudia. Mama ameomba, amechoka, kumbe shetani hashapanda mbegu mbaya ndani yake. Mbegu ya laana, mbegu ya kulaani, si ya kubariki, mbegu ya kulaani. Kulaani tu, na ujue yule mtu anakulaani akikupata anaweza akakumaliza. Akipata nafasi ya kukumaliza anaweza akakumaliza. Ukisema avunjike hiyo miguu anatembea nayo, avunjike hiyo miguu anaenda nayo kwa kasi, avunjike. Bwana Yesu asifiwe. Unalaani mtu mwenye hafai kulaaniwa, inakurundia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo miguu anatembea nayo kazi, hiyo miguu vunjika, asiende tena, na mpaka una sweati, mpaka unaomba na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ivunjike kwa jina la Yesu, ivunjike kwa jina la Yesu. Najua achenje naongea. Inakuanga hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeisikia mama akiombea mama mwenzake mimba itoke. Sikiza. Mama alikuwa anataka kijana. Sasa ni marafiki wa kiti cha kwanza. Wote ni wajawazito. Wakaambiana tuende scanning tuone tumebeba nini. Bwana Yesu asifiwe. Wote walikuwa wanataka vijana. Walikuwa kwanza wakizi wa kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda scanning. Walipoenda, yule alikuwa anataka kijana sana akaambiwa, mama, umebeba msichana. Alikufa moyo. Yule mwingine akaambiwa, mama, umebeba kijana. Akamshangai, mbona wewe umebeba kijana? Si wote tulikuwa tunaomba tupewe vijana, mbona umebeba kijana? Haki si Mungu abadilishane, si Mungu abadilishe. Wanaongea ni marafiki. Anamwambia live. Unajua huyu naye haelewi, anafikiria tu ni ile mchezo. Anamwambia haki, hapana. Alianza kulia. Akamwambia, kwani uko serious mpaka unalia? Akamwambia, mbona Mungu amekupea kijana, mimi amenyima? Mimi hata naweza sema usimzae vizuri. Alienda kuombea hiyo. Maana asifiwe. Mimi hiyo kijana yake itoke. Kwa nini Mungu umempea kijana? Mimi umenipea msichana. Kwa nini umempea kijana Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu shetani ashapanda mbegu mbaya ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Amen. Acha nikwambie, hata hii kanisa kuna wenye hawataki ikuwe hapa. Hata hiyo sauti kuna wenye hawataki kuisikia. Si wote wanaitaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Si wote wanataka ikuwe hapa. Kuna wengi sana hawataki ikuwe hapa. Tuko pamoja. Kwa sababu shetani hashapanda mbegu mbaya ndani ya roho zao.
amepanda mbegu mbaya ndani ya roho zao. Sasa wanafikiria mabaya. Bwana Yesu asifiwe. No, nikwambie, enda leo jichunguze, ulize wewe ni mbegu gani. Juu unaweza kuwa hata wewe ni mbegu tunaiongelelea hapa. Hapa tunaongelelea mbegu mbili, mbegu nzuri na mbegu mbaya, mbegu njema na mbegu mbaya, kwa sababu tunaenda mbinguni. Mbegu mbaya haiendi mbinguni, kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba mbegu mbaya ni wana wa Shetani na mbegu njema ni wana wa Mungu. Na ukweli kulingana na maandiko, mbegu ya Shetani haiendi mbinguni. Wewe ni mbegu gani? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mbegu gani? Wewe unapanda mbegu mbaya kwa marafiki zako? Wewe unapanda mbegu mbaya kwa marafiki zako ama mbegu njema? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Tukaeni kama watu wa Mungu, tukaeni kama tunaenda mbinguni, kwa sababu maandiko yanasema hapa si kwa tu, hapa tunaishi miaka kidogo, lakini mbinguni ni milele na milele. Sawa sawa. Mbinguni ni milele na milele. Hapa tunaishi, Mungu alisema tunaishi miaka 70 ama 85 mpaka 120. Mpaka miaka 120. Akasema nitampa mwanadamu miaka 120 peke yake. Lakini ukiangalia kimbeleni kitambo, Methusela alikaa miaka 900 na I think na 80 something. 80. Miaka 980. Wewe unafika miaka 80 unasijitoa kwa nyumba. Yes, 80 peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumejilaani. Ni bahati. Ni bahati. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Tusimameni na Mungu. Hata kama utafika hiyo miaka hiyo mingi, hata kama utafika hiyo miaka, uende ukaishi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama utafika miaka 120, uende ukaishi vizuri mbinguni. Unajua kuna watu wanapenda duniani. Mimi sipendi. Akia Mungu, hata nikwambie kwa wale wa Mungu ambaye mbinguni. Mungu akiniambia ananihitaji leo, mimi naweza furahia yangu yote. Hii dunia haina kupumzika. Hata ukilala, wewe umeenda kulala, lakini umeenda kufikiria. Umeenda kulala, masaa ya kulala imefika. Umeenda umeoga, umeenda umejipanga kulala, umepanda kwa bedi ulale, lakini unaanza kuwaza kesho naamukia wapi? Kesho naenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kesho natolea watoto chakula wapi? Kesho mtoto anaweza fukuzwa kwa sababu ya fee. Kesho landlord atakujia renti. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja, mama yangu ni mgonjwa, nitamnunulia dawa na nini? Bwana Yesu asifiwe. Watu wanafikiria umelala, lakini uko kwa stress. Unawaza. Sasa unakaa wewe ukijiuliza, kwa nini sinoni? Kwa nini sikai vizuri? Kwa nini sina parara? Kwa nini sinoni? Utanona hati. Bwana Yesu asifiwe. Alafu unaniambia nikae kwa hii dunia hiyo miaka, mimi siwezi. Nakaa nikifanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Nakaa huku kuhangaika huku, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hata hiyo miaka mimi siwezi taka. Siwezi taka. We. Alafu sasa useke ukuweka shuka kukaa, uchukue mkokolo, uanze kutembea hivi. Ayo hapana. Mimi niende starehe kwa Mungu, niende nikaishi vizuri kwa Mungu. Natesekea nini?
Na huko tunakaa vizuri, huko hakuna kazi, huko ni kukula, ni kufurahia na kuimba na kukaa sawa. Mimi sasa napenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mimi siwezi penda dunia. Ukweli siwezi penda dunia mimi. Mimi napenda mbinguni. Siwezi enda huko. Bwana Yesu asifiwe. Inaenda mbinguni. Inaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nakufundisha ili neno la kukupeleka mbinguni. Ndio maana sikufunzi neno la dunia ndio tuende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda huko tukiwa hivi tutengeneze kanisa yetu huko tena. Tuendange hapo. Sasa nataka kwenda kujenga mpaka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa sababu shetani hajapanda magugu ndani yangu. Shetani hajapanda mbegu mbaya ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali shetani hapande mbegu mbaya ndani yako. Usikubali shetani apande mbegu mbaya ndani yako. Hakipanda mbegu mbaya ndani yako, hautaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Shetani amepanda watu mbegu za aina tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ni kiburi tu, kiburi tu, kiburi tu, kila mahali kiburi, kila mahali kiburi, hasaidiki. Huyo mtu hasaidika. Sababu hiyo mbegu ilipandwa ndani yake. Kila mahali vita, kila mahali vita, kila mahali chuki, kila mahali chuki, kwa sababu shetani alipanda hiyo mbegu ya chuki ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Amen. Mimi nimeona mama fulani ameolewa ndoa 5. Ameolewa na wanaume 5 na wote amewatambulisha kwao. Bwana Yesu. Na that time hakuna ndoa alikuwa nayo. Alikuwa amekuja kuombewa. Alikuwa amekuja tumuombee haolewe. Ya 6. Ameolewa ndoa 5 na ako na miaka 42. Na ameolewa ndoa ngapi? 5. Bwana Yesu asifiwe. Na that time hakuna yenye alikuwa nayo. Alikuwa amekuja kuombewa aolewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu shetani alipanda mbegu mbaya ndani yake. Tunaelewana vizuri? Tuko pamoja? Alipanda mbegu mbaya ndani yake. Alipopanda mbegu mbaya ndani yake, huenda alipanda mbegu ya kuchukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine ni kufuruga, akienda kila mahali ni furugu, kila mahali ni vita, kila mahali ni furugu, kila mahali ni vita. Unauliza, nitaishi na huyu? Hii vita yote, hii furugu yote, nitaishi na yeye ama nitafanya nini? Unaanza kumwambia wewe tutaachana. Na hata ukimwambia tutaachana, akwambia tuachane. Kwani wewe ni oksijeni yangu? Wewe si oksijeni yangu, tuachane. Unamwambia basi na siwende, sitoki hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo mbegu shetani ameipanda ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Watu wengi sana shetani amepanda mbegu ndani zao na hawajui zile mbegu zimepandwa ni mbegu za aina gani. Na hata ukimwambia, hata wengine ni wanjeuri hujaiona. Unamwambia anakwambia ninajua. Bwana Yesu. Wengine ni wanjeuri. Unamwita unamwambia, mimi naona kama kuna roho ya usharati. Nakwambia hapana. Ama nakwambia ninajua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine aliambiwa kitambo kidogo, aliambiwa na mchungaji, Roho Mungu amesema
umerushiwa roho ya usharati na inakuongoza sana, na hiyo roho inakutumikia sana. Alikuwa mwanaume akamwambia, kwani si usharati iko na si inafanyanga, kwani usharati ilikuja kwa nini? Si nini tufanye? Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia ilikuja ndio tufanye. Usharati iko ndio tufanye, na mbona Mungu yeye ameumba watu warembo hivi? Usharati iko ndio tufanye. Maana huyo mtu utamsaidia nini? Huwezi msaidia, kwa sababu shetani alipanda hiyo mbegu ndani yake na akaipalilia na akaitengeneza na ikakuwa sawa na akaitunza. So ndio maana unaona iko na nguvu mpaka ya kusema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu shetani alipanda hizo mbegu ndani yao mpaka ukijaribu kumutatia anakulenga, unakuwa ndui. Unajua hivyo? Ukijaribu kumwambia ni baya, unakuwa ndui yake. Mkikutana akikuonea huko, anapiga kona. Sio uongo, ni ukweli, kwa sababu ishapandwa. Shetani ashapanda, imemea, ameipalilia, ameiwekea mbolea, ameitunza na iko sawa. Sasa imeanza mavuno, ameanza kuvuna sasa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Unajua hata kuna mtu hatuwezi kutana naye, akinionea huko anapiga kona. Ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Anapiga kona kwa sababu shetani ashapanda hiyo mbegu ndani yake. Ashapanda hiyo mbegu ndani yake. Kuna wengine ni kuongea tu mbaya, hata kwa ndoa yake ni mbaya, hata kwa mume wake ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ni mbaya tu, kazi yake ni kuongea tu mbaya, kuongea tu mbaya. Kuna wengine kazi yao ni kukazirika tu, always amekazirika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mboma tuliendanga, nikasema huyo jamaa hata sitaimfuata tena, tuende kwake. Ni rafiki yangu, tulienda tukapata bibi yake anaosha vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Anaimba wimbo ya Mungu akiosha tu vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana yake akakuja akamwambia, my dear. Anaimba tu. My dear. Akainuka, unataka nini? Na simuketi. Akarudi kwa vyombo. Jamaa akaniambia, pastor, tuketi hapa. Karibu sana kwa nyumba. Karibu sana. Ndio, sikuje usalimie pastor. Anaendelea tu. Akamalizia vyombo. Akaenda huko ndani. Akakuja. Akapanguza meza. Kaanza shughuli hapo. Akaenda akakuja na glasi. Akasema mtanjiwekea. Mtanjiwekea. Akaenda na mimi sikuweka, jamaa na yeye akaiangalia. Akaenda akapiga raundi kwa nyumba, akazunguka. Hakuna kitu anafanya. Akakuja. Na siwekee pastor chai ni nini wewe unajifanya kama una mikono? Kwani mimi nikiweka ndiye atakunywa? Na simwekea chai. Bwana Yesu asifiwe. Pastor acha nikuwekea. Huyu hata anaweza kosa kumwekea. Pastor acha nikuwekea. Akachukua chai akaniwekea. Akanizongezea hapo. Jamaa akajiwekea. Tukakunywa tukatoka, nikamuuliza kwani ulikuwa umemfanya? Akaniambia hakuna. Yeye anakuanga na kizirani tu hivyo. Akaniambia pastor, nataka uniombee tu. Hii ndoa nataka tu kuacha tu. Nikamwambia nimekuombea uiache. Usiendelee na hiyo. Mtu anakuaibisha mpaka mbele yangu. Usiendelee na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia pastor, umeweza. Nikamwambia usiendelee na hiyo, huyo hata aende leo. Bwana Yesu asifiwe. After miezi 2 hakukuwa
ndio huyu umekuja kunitafuta. Sasa pastor, unajua mimi nataka kukuona, uko na nafasi tuongee? Nikamwambia labda jioni. Lakini pastor, si unisikize tu saa hii. Naumia roho. Naumia tu roho. Nisikize tu. Nikamuuliza unataka aje? Kanambia unajua siko kwa rafiki yako. Uko kwa rafiki ya nani? Kwa rafiki yangu tu, mama mwingine tu hapo. Kumefanyika aje? Pastor, mimi nilisikia akiongea na simu akiambia madam mwingine, mimi nataka mtu ako na roho mzuri, mtu anaweza nisavu vizuri kama bwana yake na mtu ataniheshimu kama bwana yake. Sasa pastor, unaona mimi sasa. Nikamwambia na hata mimi nakujua. Ukweli anataka mtu kama huyo, juu wewe uko hivyo. Ukweli anataka mtu kama huyo. Aliamuka akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo mbegu shetani amepanda ndani yake. Hawezi ishi vizuri, hawezi kaa vizuri, ni furugo, ni vita, ni shinda. Kwa sababu hiyo mbegu imepandwa ndani yake. Shetani amepanda mbegu tofauti ndani ya watu. Mbegu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kuna mama mmoja waliishi kupigana na bwana yake. Waliishi nini? Akimuuliza swali nishinda, akimuuliza swali kelele. Sasa akakuja kwa chache siku moja, mama mmoja akamwambia, sikiza, hapo sioni maombi yenye pastor atakuombea. Akamwambia, kwa nini maombi? Akamwambia, hapo sioni maombi. Kwa sababu kulingana venye unaelezea, wewe ndio unaulizanga vibaya. Wewe ndio ujui njia ya kuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, kama unataka huyo mtu akuelezee kila kitu, enda muulize pole, mkalishe chini. Na usimuulize kama ako na njaa. Mpea chakula akule, ashibe, na usimuulize kama anakula utapigwa na chakula. Usimuulize kama ako na chakula utachomwa. Sasa akimaliza, kaa chini. Muulize pole na utaeleze. Na ataelezewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua huyu mama alijaribu kung'oa ile mbegu imepandwa na shetani, hapande ingine. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ninawafunza, kwa sababu kuna mbegu nataka kung'oa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mbegu, ndio maana kuna Biblia. Ndio maana Mungu alileta wachungaji ndio tung'oe zile mbegu. Mbegu za usharati, mbegu za kiburi, mbegu za vita, mbegu za roho mbaya, mbegu hizo za wizi, hizo mbegu zote. Ndio maana kuna Biblia. Ndio Biblia ing'oe hizo mbegu. Ukisomewa Biblia, ukifunzwa Biblia, ni kuna mbegu zinang'olewa ndani yako. Ndio maana kuna Bible. Na ndio maana Mungu aliweka sheria 10. Zile sheria Mungu aliweka ni za kung'oa mbegu mbaya. Ndio maana Mungu aliweka nini? Sheria, kwa sababu ya mbegu mbaya. Na ndio maana hata Kenya kuna katiba. Katiba iko kwa sababu gani? Katiba iko kwa sababu tunajua shetani alipanda mbegu mbaya ndani yetu, na bila sheria tutafanya vitu mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna sheria zingine zimewekwa kwa katiba zinaambatana na sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katiba inasema ukiua unafungwa, si ndio? Sheria ya Mungu nayo inasema ukiua utahukumiwa, si ndio? Yes. Sheria ziko na Mungu aliziweka kwa sababu ya mbegu mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Yes. Tumalizie ni hapo.